wallahi, ikiwa ni mji mmoja imesimamishwa hukmullah, imesimamishwa hukmullah, subhanallah, mji mmoja uliosimamishwa hukmullah, neema Allah aiteremsha na uchafu wapotea. Na ni ukweli hukmullah imesimama katika miji. Kismayu ni mji ambao umesimamishwa hukmullah, na huwezi ona mwanamke azunguka na miniskirt. Hakuna mwanamke anayezunguka azunguka na jilbab. Wengine wanafunika niqab, wengine hawafuniki niqab, wavaa uso uko wazi, kwa sababu kuna ikhtilafu ulama kuhusu niqab. Lakini huwezi ona mwanamke amekaa uchi, amevaa vest, zile nguo za kulalia ndio wanawake wanazunguka nazo mitaani. Kweli urongo? Shati ukweli usemwe. Zile nguo ambazo za kulalia wanawake huzunguka nazo mitaani. Sasa makufara katika miji ya ndugu zetu huwezi ona hiyo. Ni neema iliyoje kuwa macho yako kila siku ukiamka huoni maasiya, na ni hasara iliyoje kila ukimaliza ibada njema, umesali salatul fajri, ukitoka nje mwanamke yuko uchi, ukimaliza tahajjudi mwanamke yuko uchi. Ni hasara iliyoje! Kwa nini hii neema hatuipiganii tukaikimbilia? Tufe njaa, ahlan wa sahlan, tufe njaa, lakini ibada zetu ziwe sawa, kuliko kushiba hapa na ibada zetu hazina uhakika. Twashiba hapa, mtu ala nyama mzuri na hakuna uzuri wa nyama, mtu ala kuku mzuri, hakuna uzuri wa kuku wa dunia, mtu ala kile anachokitaka, lakini kila ukiamka maasiya, 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 ma TV maasiya, barabara maasiya, majumbani maasiya, kila unapokwenda maasiya. Waonaje ukauacha mji huu wa maasiya, ukenda mji ambao hauna maasiya, ukamwabudu Mola wako? Sishike silaha, ishi katika mji ambao hauna maasi. Bani Israil, mtu wa katika Bani Israil aliyeua watu 100, ambayo ni hadithi sahihi, hata katika Riyadhus Salihin utaipata katika babu Tauba. Yule mtu wa Bani Israil aliyekuwa ameua watu 100, kwanza aliua 99, akauliza mwanachuoni, hakupelekwa kwa mwanachuoni, akapelekwa kwa mwenye kufanya ibada. Akauliza, mimi nitakubaliwa tauba? Akasema la. Umeua 99? Akasema huwezi pata toba. Akasema kwa vile siwezi pata toba, wacha nifikishe 100. Akafikisha 100, kisha akajuta, akaelekezwa kwa alim. Alipofika kwa alim akamwambia utakubaliwa tauba, lakini sharti aliyompa, hama kwenye mji huu wenye maasiya, nenda kwenye mji fulani, huko kuna watu wafanya ibada, hakuna maasi. Na mwenye kuhama katika njia ya Mwenyezi Mungu hatapata pengi duniani pa kukimbilia, na atapata wasaa. Na anayetoka nyumbani kwake kuhama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, kisha akamfika mauti njiani, basi umethibiti ujira wake kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye maghfira na mwenye kurehemu.